The Storybook, powered by Pepsi. Mfahamu Rais Valentine Stresser kutoka ikulu mpaka kuishi kwenye mabanda ya uani kama kuku nyumbani kwa mama yake. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Msomaji ni mimi Ananias Edgar. Karibu katika The Storybook ya Wasafi TV. Sio kila mpanda ngazi hushuka, wengine hawashuki, wanaanguka. Stresser alipanda ngazi akaangukia kwa mama yake. Akiwa na umri wa miaka 25 tu aliukua urais wa nchi ya Sierra Leone. Akaingia ikulu na girlfriend wake Gloria. Wakala, wakanywa na nyingine waliweka akiba katika benki za nje kwa jina la mke wake. Walipotimuliwa ikulu, Gloria aliingia mitini na pesa zote bwana. Stresser akabaki solemba, akarudi kijijini kwao kupigika na maisha bwana. Alikosa hata jero ya ulanzi. Hii inaitwa hero to zero. Kutoka kula nyama mpaka kula majani si kazi za kitoto. Gonga chiazi Stresser. Hapo ulipo kwa stress ulizopitia, we ni mwanaume walai. Captain Stresser amekuja kupata ahueni ya maisha mwaka jana baada mshikaji wake Julius Maada Bio kuukua urais wa Sierra Leone. Bio na Stresser walishirikiana kumpindua Rais Joseph Saidi Momo aliyetawala kuanzia mwaka 1985 mpaka mwaka 1992. Miaka 4 baadaye, Bio naye alimpindua Stresser ili awe rais, lakini na yeye akaukosa. Amekuja kuupata miaka 20 baadaye, yani mwaka jana. Alitaka kulazimisha kuzaa mapacha na wakati mimba ilikuwa ni moja. Valentine Stresser alizaliwa Sierra Leone, nchi iliyobarikiwa utajiri wa almas, ikalaaniwa akili za kuitumia. Cha kushangaza, tangu uhuru, wananchi waliishi gizani na kujisaidia vichakani kama ngedere. Wakubwa walikula na wananchi kutoa vyombo. Waliobahatika walikula wali wa ndevu. Inasikitisha sana. Captain Valentine Stresser na wenzake wakasemezana, je, tutaendelea kuilinda nchi yetu na njaa tumboni, ukata mifukoni, huzuni moyoni, hasira kichwani na miguu pekupeku mpaka lini bwana? Mbona wao wanaishi na sisi tunaisha? Hebu tuvuke mpaka ng'ambo tukaonane na kiranja mkuu. Yawezekana kilio chetu hajasikia. Aprili mwaka 1992 walipofika ikulu, rais akajua ile siku na saa ya kufa kwake imewadia. Akajificha kabatini ili wamchinjie huko kuliko kufa kama kondoo. Makamanda wakaona rais anazingua, wakamwacha akimbie, halafu wakamsakizia Stresser urais. Stresser akawa rais wa pili kwa umri mdogo kuwahi kutokea duniani. Wa kwanza alikuwa Jean-Claude Duvalier kutoka Haiti, aliingia ikulu akiwa na umri wa miaka 19. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1971. Siku ile Stresser alipokitoa kikombe cha urais, hakumwacha nyuma girlfriend wake Gloria. Waliambatana naye mpaka ikulu, wakawa mwili mmoja huko. Mungu awape nini? Unajua kuna wakati Mungu anakubariki mpaka unatamani kusema, oh, mama nakufa mimi. Mungu atabaki kuwa juu kileleni. Acha kabisa wewe. Aprili 30, Stresser alitoa hotuba iliyomkuna kila mtu pale palipomwasha. Akasema, tazama enyi wana wa Sierra Leone, mateso mliopata kwa miaka 23 sasa basi. Wananchi walitokwa na machozi ya furaha. Stresser alisema na kutenda. Akarudisha demokrasia ya vyama vingi, akapunguza mfumuko wa bei kutoka 115% mpaka 15%. Akapunguza uhalifu nchini. Wananchi wakasema, unaona sasa, huyu ndo mwanaume. Alikuwa wapi siku zote? Stresser akaendelea kutenda maajabu nchini. Alilipaisha mpaka soka la Sierra Leone. Mwaka 1994, timu ya taifa ikacheza AFCON. Kwa mara ya kwanza, wananchi wakaonja ladha ya kuishi kama binadamu. Waliougua wakatibiwa. Nchi kawaka umeme, mende na kunguni wakakimbia. Kujisaidia vichakani, basi vijana wakaanza kudrive. Wakasumbua sana mjini hao. Unafanya mchezo wao na starehe na wao. Utawala wa Stresser ukawa kazi na dawa. Wakati wa kazi watu walipiga kazi mpaka uchumi ukapaa, na wakati wa bata walikula mpaka shetani akakimbia mbio. Hata ile sherehe ya wapendanao ikawa siku ya kitaifa bwana. Ni mapumziko, nyama choma, bia na disco kwa kwenda mbele. Alifanya hivyo kwa kuwa na yeye aliitwa Valentine. Hata siku ya kuzaliwa kwa Bob Marley ilifanywa kitaifa na watu walipumzika, kula na kunywa kama kawaida. Ni kwa sababu walipenda sana reggae. Stresser alikipenda kitu na alihakikisha anakifanya.
Mistake kubwa aliyoifanya Stresa ni kuapa kuwateketeza waasi wa Revolution United Front, yani RUF. RUF ni kikundi cha waasi kilichoanzishwa tangu miaka 1980 kwa lengo la kuleta mabadiliko nchini. Kilikuwa na slogan nzuri sana, yani no more slaves, no more masters, power and wealth to the people. Lakini walichokuja kukifanya ni kuua, kutesa na kubaka kwa miaka 11. Mwaka 1991, kikundi hicho chini ya ufadhili wa Charles Taylor na Muammar Gaddafi kilifanya majaribio ya kumpindua Rais Momo, kikashindwa. Ndio maana Stresa alivyoingia madarakani aliapa kuwateketeza, maana aliwajua. Stresa hakujua kama Bayo alikuwa na interest na hicho kikundi. Huko alikuwepo dada yake na mume wake. Hivyo Bayo alisisitiza maridhiano, Stresa akasisitiza kuwaua. Tarehe 16 Januari mwaka 1996, Bayo akampindua Stresa kwa maslahi ya dada yake. Kweli damu nzito kuliko maji ise. Ilikuwa hivi, siku hiyo baada ya Stresa kuwakamishina maafisa wa jeshi, jioni Stresa na mke wake Gloria walikamatwa, wakafungwa pingu, wakapandishwa helikopta ya jeshi mpaka Guinea na Generali Bayo akakitoa kikombe cha urais. Akatangaza kupitia radio na TV wakutane haraka na Foday Saibana Sanko, kiongozi wa RUF, kwa ajili ya mazungumzo ya amani. Wakakutana, wakazungumza, wakavurugana, vita kaendelea. Siku ya uchaguzi iliwadia, lakini RUF wakagoma. Halafu waasi hao walipokuwa na akili fupi kama mkia wa mbuzi, wakaingia mitaani kuwakatakata mikono wananchi ili wasijitokeze kupiga kura. Lakini kura zilipigwa na rais akapatikana. Kukata watu mikono ilikuwa ni tabia yao waasi hao kwa muda mrefu. Hata failures za Rais Joseph Momo ziliwagharimu wapiga kura wake. Waasi waliwakata mikono kama adhabu ya kumchagua rais dhaifu. No more hands, no more votes, ndio ilikuwa slogan yao. Ushenzi wote uliofanywa na waasi wa RUF ulifadhiliwa na Charles Taylor akiwa rais wa Liberia. Aliwapa silaha na mafunzo kwa malipo ya almas. Waasi waliajiri vitoto jeshini, vikalishwa bangi na kuendesha mauaji ya kikatili. Viliua mpaka wazazi wao. Vilikuwa hopeless kweli. Vilipokutana na mjamzito, vilibishana kuhusu jinsia ya mtoto na kumtoboa tumbo mama ili kuhakikisha aliyepatia alishangiliwa na aliyekosea alizomewa. Yaani uhai wa mama na mtoto ulifanya mchezo kwa askari wa vutabangi. Hivi, kwa ukatili huu unaanzaje kumsamehe Taylor hata kama maneno ya Mungu yanasema samehe 7 mara 70? Kweli ukiruhusu reasoning kanisani, lazima urushi ngumi walai. Hawa waasi walipambana vikali na majeshi ya serikali. Kwa kuwa pandaye ubaya lazima avune ubaya. Wote walikuwa nyuma ya waasi walipigwa vibaya na Mungu. Sanko, kiongozi wa waasi, alipigwa stroke mpaka mdomo ukapinda. Akafa tarehe 29 Julai mwaka 2003. Charles Taylor anatumikia kifungo cha miaka 50 jela, na kifo cha Gaddafi kila mtu anakifahamu. Siku ya kufa kwake Afrika yote ilinyamaza kimya. Ukabaki ni msiba wa familia yake, kwa sababu mchuma janga hula na wakwao. Katika ule uchaguzi ambao waasi waliishia kuwakata watu mikono ili wasipige kura, Ahmed Tejan Kaba kupitia chama cha Sierra Leone People's Party alichukua nchi. Generali Bayo akabaki Solemba. Bayo na Stresa wote wakaikosa nchi kwa ujinga wa Bayo. Hiki kilimuuma sana Bayo na kuwapa kurudi ikulu. Na kweli hivi leo tunazungumza, Bayo ndo rais wa Sierra Leone baada ya miaka 20 ya mapambano. Siku ya kuapishwa alimkaribisha bosi wake wa zamani Captain Stresa kuhudhuria sherehe hizo. Walikaa pamoja, wakakumbushana aliyopita pamoja na kucheka sana, na Stresa akapata ahueni ya maisha. Kwa kweli Bayo anamkumbuka sana mshikaji wake, na hata alivyosikia ni mgonjwa alikwenda kumjulia hali na kumsafirisha nje kwa matibabu. Stresa ameanza kuishi tena kama binadamu. Unajua kilichomsaidia Stresa? Hakuumiza watu. Ndio maana alirudi nyumbani kuishi na washikaji zake katika umaskini, amani, upendo na furaha. Stresa hakuwa na tamaa ya vyeo wala pesa. Wakati ni rais, alishuhudia washikaji zake walioshirikiana kupindua nchi wakijipandisha vyeo, yeye akibaki na kile cheo chake. Hata Julius Maada Bayo aliyekuja kumpindua baadaye alijipandisha cheo kutoka ukapteni mpaka ujenerali bila hata kupitia vyuo vya kijeshi. Jamaa hakuwa mtumwa wa pesa na mali kabisa. Ndio maana hata maisha yalivyombadilikia wala hakujiua. Alirudi kijijini kuishi na mama yake. Tena aliishi kwenye mabanda ya uwani kama kuku. Stresa hata alivyopinduliwa hakujihangaisha kurudi madarakani kama wenzake. Badala yake alichagua kwenda shule. Alijiunga na chuo kikuu cha Warwick, Uingereza, kusomea sheria kwa ufadhili wa UN ili aje kuwatetea wanyonge. Hata hivyo,
Alikataliwa ufadhili kwamba alifanya uhalifu nchini. Cha kushangaza, mpaka leo hakukutwa na hatia. Hana mikono yenye damu za watu. Hakuna mwenye visasi naye. Sijawahi kusikia hata kibaka kumkaba, tofauti na alivyopigwa wakati yuko Uingereza. Si unajua wazungu kwa ubaguzi eh? Dr. Shika analijua hili vizuri sana. Hivi iko wapi mzee wa 900 tapendeza bwana? Tanzania kuna mambo jamani. Stresser aliishi vizuri na watu kijijini, isipokuwa ukimwangalia sana usoni anakutukana matusi. Wakati narudi nyumbani alipokelewa vizuri na Rais Ahmed Tejan Kaba. Balaa likaanza Kaba alivyotoka madarakani, akaingia Rais Ernest Bai Koroma wa chama cha SP, chama alichokipindua yeye. Kuanzia mwaka 2007 mpaka mwaka 2018, Stresser alisoma namba kweli. Rais mstaafu aligeuka ombaomba. Lakini pamoja na Koroma kumfungia vyoo, Stresser aliyaweza maisha ya kambi popote kwa sababu hakuwa limbukeni wa mali na fedha. Kuwa rais na kutokuwa rais kwake ilikuwa poa tu. Maisha lazima endelee, no matter what. Kwangu mie huyo ni shujaa. Unajua, kuingia Ikulu ukawa rais kwa njia yoyote ile sio shughuli ya kitoto ndugu yangu. Huyu kweli kamanda na mjeshi halisi aliyefuzu depo. Hivi angekuwa mwingine, hamu ya kuishi ingekuwepo kweli? Mbona angeshajitundika kitambo? Mwenzangu na mimi kutumbulia ukurugenzi tu, natamani kufa na wakati kuna maisha nje ya ukurugenzi. Mwanaume alitumbuliwa urais na kuendelea kugonga mbege kama kawaida. Mshikaji hana muda kukumbuka iliyopita, maana kufanya hivyo ni sawa na mwanaume kuimba kile kibao chao walionizalisha sasa wamenikimbia. Imetosha kwa leo. Viva Stresser, viva. Mwandaaji wa historia hii ni Dennis Mpagaze. Msomaji ni mimi Ananias Edgar. Niandikie kwenye Instagram kwa jina la AnaniasEdgar_TZ kwa kumchagua kiongozi yeyote barani Afrika unayetaka kumsikia ndani ya The Storybook. Usikose kusikiliza The Storybook kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa 5 asubuhi, only on Wasafi FM.